Karibu, nakumbuka hii ni Sanaa na Biashara. Hapa tu kwenye kipindi cha 4 ambacho tunaenda kuongelea kuibua wazo, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema ideate. Baada ya kujitambua na kuweza kujua walengwa wako ni nani, baada ya hapo tukaangalia nguvu ulionayo ya ndani ambayo unaweza kuitumia. Sasa tunaenda kuachilia ubongo kuweza kufikiria mawazo ya thamani ambayo kama msanii, mbunifu au mtu ambaye anafanya kazi ya utamaduni, ukiyaweka mbele ya dunia yanaweza kuletea biashara. Kumbuka, dhumuni la kujifunza uongozi ni kuweza kufungua milango ya kutumia sanaa yako au ubunifu wako au kazi yako ya utamaduni kuweza kufanya biashara. Hivyo basi, leo tutaenda kuachilia ubongo, tutaachilia fikra na tutaachilia ubunifu, kwa sababu katika kitendo au kazi ya kuideate au kuibua wazo, tunatakiwa kuwa na fikra huru ambazo tunazisema au tunaziandika bila kujali kwamba ni mbaya au hazitafanikiwa au sijui nani ataonaje. Kutakuwa na wasiwasi na chochote, lakini kuweza kuachilia vitu viweze kumiminika kwenye akili yako, lakini pia kwenye karatasi ambalo utakuwa unaandika. Hii ni sawa na kuwa kwenye giza na ukawa na tochi. Kila wazo linalokuja ni tochi nyingine au chanzo cha mwanga, ambapo inaweza kuchangia zaidi kuweza kuona mambo mengi zaidi. Hivyo mwisho wa siku utakuwa na mawazo mengi, ambapo katika hayo ndipo utachagua wazo moja ambalo ni wazo la sanaa, ubunifu au kazi ya utamaduni ambayo wewe utaweza kuitumia kuweza kufanya biashara. Kumbuka, kipindi hiki mwisho wake tunatakiwa tutoke na wazo. Nikisema wazo limekaa kama moja, lakini ni msururu wa mawazo moja moja. Msururu wa mawazo ambayo yote utaenda kuyaandika chini, ambayo yataenda kubadilisha kazi yako ya sanaa kuwa biashara halisi. Kuna umuhimu sana wa kujiuliza hili swali. Andika chini, ukiweza kuanzisha chochote leo kwa kutumia kile unachojua na ulicho nacho, ungeanzisha nini? Majibu yanayoweza kuja hapa ni majibu ambayo unatakiwa uyaache yawe huru na yatiririke kutoka kwenye kichwa chako, bila kujali kukosea, bila kujali kwamba swala hili linaweza likasifanikiwe. Liachie huru na anza kutilika kuleta mawazo mbalimbali ambayo za kutumika kuweza kubadilisha sanaa yako au kazi yako ya ubunifu kuweza kuwa biashara. Na kuna njia nyingi ambazo unaweza kuzitumia kuweza kufanya kazi hii ya kuibua wazo au kuideate. Na njia hizi ningependa kukupa kwa muundo wa design thinking, ambapo hakuna wazo linaitwa wazo baya. Na hapa tunatoa hofu ya kusema kuna mtu anaweza akanicheka au akachukulia poa kitu ambacho nimeweza kukiwaza. Njia hizi ambazo naweza kukupa ni, kitu cha kwanza kinaitwa mind maps. Mind maps ni zile njia ambazo wewe kama msanii unachukua karatasi kubwa tu ambayo liko wazi, lakini hapo unachora ramani ambayo inaonyesha jinsi vitu mbalimbali vinaweza kutokea kutoka kwenye wazo kuu ambayo ni kuanzisha biashara kutokana na sanaa unayofanya. Ningependa kutoa mfano ambao uko nje kidogo na mambo ya sanaa. Kwa mfano, kwenye afya. Ukitaka mtu utengeneze mind map za afya, utaangalia afya itakuwa ni kitu cha katikati, pembeni yake kutakuwa na vitu vya msingi ambavyo unatakiwa uvipate ili uweze kupata afya, kama kulala, kutoa mawazo mgongano, kuweza kufanya mazoezi, kupata msaada na kula vizuri. Lakini katika kula vizuri unachambua zaidi, inabidi ule matunda, mboga za majani, lakini pia uweze kula vitu ambavyo vinaweza kukupa mambo ya protini. Lakini ndani yake katika protini kuna vyakula specific, kama unaweza kusema utakula maharage, nyama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kuchambua wazo moja kwenda kuangalia linaungana vipi na mawazo mengine. Kwa hiyo kwenye hizi mind maps tuangalie, kwa mfano wewe ni unafanya kazi za muziki wa asili. Kwa katikati itakuwa muziki wa asili, pembeni yake utaweza kuangalia masoko, utaweza kuangalia watu ambao watahitaji kuangalia muziki wako, lakini pia utaweza kuangalia bidhaa gani ambazo zitakuwepo, mitandao pamoja na huduma zinazohusika na kazi hiyo ya muziki wa asili. Hii ni njia moja hapo ambayo unaweza kuitumia kwenye kuibua wazo. Lakini njia ya pili tunaita sketching. Hii ni rahisi tu, ni kuchora. Hata kama hujui kuchora, tumia njia ya kuchora kwa urahisi tu. Anchora kitu chochote kinachowakilisha wazo linalokujia kichwani kwako. Kwa mfano, unaweza ukachora huduma ambazo utatoa kupitia kazi yako ya sanaa kwa njia ya kirahisi tu. Unaweza ukachora
huduma ambazo zinatokana na watu ambao watakuja kuangalia kazi yako kisanaa, masoko na njia mbalimbali ambazo zinakuja mawazo yako yote kwa njia ya mchoro, ili ukiangalia unaweza kuyaona kwenye karatasi. Lakini njia ya tatu ambayo inaitwa brainstorming kwa pamoja, kwamba hii ni njia ambayo tunatupia mawazo bila kujali. Hii ni vizuri ukae na washikaji zako, marafiki zako, ndugu zako, au watu ambao mnafanya kazi pamoja ya sanaa, na wote mnajiachia kusema tunataka tufanye kazi hii ya sanaa. Wazo gani litakuja baada ya kufanya vitu vitatu tulivyofanya kwenye kipindi cha kwanza, cha pili na cha tatu? Tunatiririsha mawazo na hamna wazo baya kama tulivyosema pale awali. Hamna kitu nitaacha kusisitiza kama usichuje, usikatae wazo ukasema ili haliwezekani. Kila wazo lina thamani na kila wazo lina uwezo wa kugeuka kuwa lulu, kuweza kusababisha biashara yako ikasonga mbele, au wazo lako la kibunifu au kazi yako ya utamaduni ikaweza ikabadilika kuwa biashara. Wasanii wengi wanakwama kwa sababu wanafikiria sana kabla ya kuanza. Lakini wakati huu wa kuideate au kuibua wazo, pale tunapokuwa na mawazo mengi ambayo tumeatiririsha, tunachagua wazo moja cha msingi tu kuanza. Wao wanafikiria kupata wazo bora ili kuanza. Sisi tunaanza na wazo lolote, bora tulianze. Kwa mfano, wewe ni mchoraji, basi unaweza ukafanya kazi yako ya uchoraji ikatoka kwa muundo wa kufanya print, au ukafanya digital NFTs, hizi ni zile za kuuza kwenye blockchain, au unaweza ukafundisha kwa kufanya workshop ya kuwasaidia watu wengine ambao wanapenda kuchora na wao wakaweza kufanyia biashara. Je, kama wewe ni mtu wa kunengua au mcheza muziki, kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukafanya kazi yako ya sanaa ikakuwekea biashara. Kwa mfano, unaweza ukafikiria kufanya choreography, ukafanya kufundisha watu kucheza muziki kwenye mtandao, au njia zingine ambazo zinaweza zikahusika kama vile kutengeneza video content ambazo unaweza ukaziposti kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kutengeneza pesa kupitia njia hiyo. Au kwa mfano, wewe ni mwandishi, basi kuna njia mbalimbali ambazo unaweza ukafanya, kama kuuza vitabu vyako kwenye mtandao kwa njia ya e-books, au ukaweza kuandika maudhui ambayo yanaweza kutumika kutengeneza filamu na kuweza kuwauzia watengeneza filamu au watu ambao wanatengeneza maudhui yoyote kwenye mtandao. Unachohitaji sasa hivi ni kuwa na sufuria ya mawazo. Baadaye ndipo utakapojua lipi katika hayo ambayo utaichagua kulipika ili liweze kuwa mradi kamili. Kwa sababu bila kuwa na listi ya mawazo mbalimbali, unakuwa huna uchaguzi. Sasa basi, mwisho katika kipindi cha 4, ningependa kukualika kwenda kushuka kwenye link ambayo kwenye video hii, uweze kupakua kipeperushi ambacho kitaweza kukusaidia wewe kuchuja mawazo yako kuwa kitu tunaita prototype ambacho unaweza kujaribu katika soko lako. Cha pili, inaweza kukusaidia wewe kupata mfano halisi wa biashara yako ya sanaa. Jibu maswali, fanya michoro, usisahau biashara nzuri huanza kwa wazo la kichaa linaloandikwa kwenye karatasi ya kawaida tu. Wazo lako linaweza kuleta mabadiliko katika jamii yako. Hivyo usiliache kichwani. Litoe, litunze, lipe nafasi. Hadi kipindi kijacho, endelea kuwaza kwa uhuru. Usisahau kusubscribe. Hadi kipindi kijacho, endelea kuwa uhuru. Tukutane kwenye kipindi hicho ambacho tutaongelea zaidi jinsi ya kutengeneza mfano wa kazi yako na jinsi ya kuuelezea mbele za watu.